Tuligombana sana. Sema hatukufikia tamati juu ya ugomvi wetu. Sasa si useme tukio gani basi? Nilijinyea. Lidos, wajua wanawake ni viumbe dhaifu, alafu vya ajabu sana. Yaani mimi binafsi hapa sina uhakika juu ya mna kuwa na mwanamume mwingine. Najua mimi, najua vizuri sana kama Mona anaongea ukweli ama anaongopea. Na kwa kile kilichotokea jana, sidhani kama anaongopea. Kwa hivyo unataka kuniambia ni kweli wewe kwenye tendo haumo? Samahani. Mimi nilikuwa natania tu. Lakini wewe niachie mimi. Mimi nitajua. Nitaongea naye. Na kama kuna tatizo nitajua. Madola, yule ni mwanamume mwenzangu. Oe, yule ni dada yangu oe. Tulia brother. Simaanishi hicho unachowaza wewe. Unamaanisha nini? Afadhali hayuko. Juu sasa hivi tunaweza ongea. Na nina imani kabisa Mona utanisaidia katika hili. Kwa kweli Mona, mimi nimechoka. Yaani nimechoka, nimesinywa. Sijui kuambia. Umechokeshwa na nini? Au lipi? Huyo kakako. Yaani kakako kulewa na yeye kila siku ni kulewa. Haambiwi. Yule baba haambiwi lolote. Yaani mimi nimeongea mpaka Rose, wajua wewe ni miongoni mwa wanawake waliopoteza dira. Poteza dira? Mbona unaniambia hivyo? Unakumbuka ukinitamkia kuwa unampenda kakao? Abona tata mimi ndakupa. Kuna mtu anakunywa. Nakunywa kidogo. Mimi naambia mkunywa. Mona. Haki acha nikwambie. Yule mwanamume nampenda. Yaani nampenda kupita maelezo, sijui nijieleze vipi. Yaani sijui utanichukuliaje, lakini acha tu nikwambie nampenda. Kwa ulevi ule basi. Wewe umeona mlevi lakini hujui tu. Yaani mimi akiwa vile ndo mimi napenda. Yaani naishiwa nguvu hatari. Nampenda hadi basi. Usijali. Yule kakaangu mimi. Na kule nyumbani tunamuita Gazambi. Za kuna mtu anakunywa. Kwa vile vituko vyake. Ana vituko yule. Lakini kama wampenda, nicheni. Na kuaminia. Lakini mimi pia nitaenda nimwambie tu ukweli. Yaani nimemwona muda mrefu sana, yaani hii si anaona siwezi. Mekunywa. Hiyo unaona hadi. Unaona kesho. Nini amdake kukunywa? Ndio nakumbuka. Alikuwaje? Lakini tuliongea na akaniambia kwamba ataacha. Ila juzi alikuja pale nyumbani akiwa amelewa. Na mimi sikumruhusu akaingia. Afadhali kumruhusu. Kwa maana alinifurahisha sana. Furahisha? Kwani Mona, unafurahia kakako akijinyea? Kwa sasa hivi ulevi ni jukumu langu. Wewe kama umemchoka, mwache.
wapo wanahitaji furaha yake. Kando ya mimi kuwa na dada yako, nilikuwa na mwanamke mwingine, naye pia aliwahi kuniambia maneno kama hayo hayo aliyoniambia dada yako. Sasa naanza kukuelewa. Kwa hivyo ina maana alichofanya Muna ni kubandika moto kwenye donda, alafu maumivu yanajirudia, si ndio? Hiyo ndo maana yake. Tulia. Hakuna tatizo lisilokuwa na mwisho. Unachotakiwa wewe ni kutegemea tu. Sawa mshikaji wangu. Sawa. Ila hisi kama akili yangu iko sawa. Tupitie kwa Maza pale, tukaboost kidogo. Hilo ndo tutafanya, kila mmoja atembee kwa njia yake. Sikiliza. Kula vizuri, fanya mazoezi. Yaani ni wewe huyo. Tutaongea kwa simu. Mshikaji wako. Mimi ngoja nende nikaboost akili. Samahani mzee wangu. Changu mimi nikujue. Sije kuona ukiwa vizuri. Kila nikikuona wewe umelewa. Haya sasa. Alafu baadhi ya watu waliotangulia wanasema kuwa mlevi na mtoto ndio watu pekee wenye uwezo wa kusema ukweli hata kama huhitajiki. Hapo hujakosea. Japokuwa upande mwingine mlevi ama walevi huonekana hawana busara, lakini mimi nataka nikushangaze. Sawa, ona ulipokuwa wewe waja kutoka kule, hata kabla uniite wewe mzee, nilikuangalia na macho yangu mawili hivi. Nikajua wewe una kitu kinakusumbua, una mawazo mengi sana. Urongo.